Johala matiyo e sekta mar wuoth e kaunti ma Kisii bende ywago nengo maota kaluoro medore ni nengo wuoth nyalo idho malo. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno miwa ler machiel kachiel kowuok e boma ma Kisii mondo nyiswa ne Crispin oyawre kendo thuolo ni nyiswa ni to oganda mawuok e boma ma Kisii kod alwora mare to negi paro mane kotenre koda lendo mar medruok nengo mag modhi kamoting'o mago mag mauta e pachoka. Batia winje yo makare mana kaka iwacho le kaka olwarne jogo mantiere gwenge mopogore opogore e Kenya ka mane kaka bende weche chal e kaunti ni ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono waneno ka kaunti ma Kisii kata boma ma Kisii nitiere nok mar mauta kendo wasewuothe petrol station mopogore opogore wayudo ka moko lor kendo matin matiyo bech mafuta en 180. Mana kaka inyalo neno ng'eya ka antiere achiel kuom kuonde keto mafuta e kaunti ni ma Kisii kendo weche ok beyo ahinya kendo mano momiyo dani mondo awuo kod jopiny mawuok e kaunti ni ma Kisii gilerona ni nyaka sani gin gi pek mane ma giwinjo kaluwore kod meto mar nengo mar mafuta. Nataka tu kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Kisii watuambie tu wameathirika kivipi kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta hapo jana. Tumeona tayari pia kuna bei ya usafiri ama nauli imeongezwa maradufu. Wewe umeathirika kivipi? Mimi kama mkazi hapa Kisii. Halo? Jina? Mimi ni China, kwa majina ni Ronald Nkundi Nyang'au. Kulingana na hii mambo ya bei ya mafuta kuongezeka, tumeathirika vibaya. Kwa vile hata chakula kupatikana ni shida, maroli ndio yanaleta wasafiri. Hata sisi wenye kama mimi ni driver mwenyewe nafanyanga kazi ya private, mambo na construction. Saa hii hata wakubwa wetu wameshindwa kupanga kazi kwa mafuta, bei haitaenda vile tulikuwa tunatarajia. Kwa section kwa maoni yangu naomba tu serikali iangalie hiyo section ya mafuta. Mafuta ni kila kitu kwa mwananchi wa Kenya. Sana sana kama hapa kwetu Kisii tunategemea mambo ya usafirishaji chakula kutoka mahali pengine mpaka mahali pengine. Tukianza kusafirisha hiyo bidhaa sasa kama wafanya biashara, bei imeongezeka, hata kitu angeenda kupata hapo inapungua. Tupate kauli ya wengine hapa. Hebu tuambie wewe kama mkazi wa kaunti ya Kisii. Songa tu hapa mbele. Alafu tuambie wewe umeathirika kivipi kutokana na bei ya mafuta kuongezeka. Asante sana, majina yangu ni Boniface. Kwanza ningependa kusema these are 3-day-old government. Things are from bad to worse. Hiyo naweza sema hivyo kwa sababu kama hii ni siku ya 3 na ni serikali imeingia, inafaa iangalie mwananchi wa kawaida. Kwa sababu walisema they are following about bottom up. Haifai kuwa tunatoka kutoka juu kwenda chini, tunafaa kutoka chini kwenda juu. Mwanzo jambo la pili, mafuta imechangia mambo imekuwa magumu sana. Kwa sababu mafuta ndio hiyo magari inatumia mafuta kutransport chakula kila mahali. Na kama mafuta imepanda bei, kila kitu inapanda bei, paka pilipili inapanda bei. Kwa hivyo tungependela serikali iangalie mambo ya mafuta, iangalie mambo ya mwananchi wa kawaida, iweze kusaidia mambo ya mwananchi wa kawaida. Ningependa kuomba rais mteuliwa Samoei Ruto angalie mambo ya mwananchi wa kawaida kwanza. Hiyo mambo ya bottom up hakikisha isikuwe tu mambo ya kusema tu. Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Rashid. Nilikuwa nasema la kwamba kama mimi nafanya kazi kutoka hapa town, sijakaa hapa town, natoka nje ndio naingia hapa, ifika mida ya jioni tena narejea. Saizi nauli ya kutoka penye mimi natoka imesha shoot imekuja 100 na nilikuwa nakuja na 70 60 saa zingine. Sasa nilikuwa naomba rais kwa hiyo mambo ya mafuta, kwa yale hata maneno yote alikuwa anasema wakati wa kampeni yake, mambo ya bottom up sikuwe tena ni up bottom, ikuwe vile yeye mwenyewe alisema. Lakini sasa hivi wananchi wenyewe wanateseka sana sana. Wale walikuwa nasema mahasla, hata si watu kama sio mahasla tunateseka sana. Hiyo ndio maneno naweza sema. Waalaikum wasalamu. Tukimalizia hebu tuone. Nami kwa majina yangu ni Samuel Osoro. Kusema ukweli, bei ya mafuta kwenda juu inamaanisha sasa kila mtu anaweza kutaabika. Sasa ile ningemuomba rais mteuliwa Mheshimiwa William Samoei Ruto, tafadhali ile ahadi ulisotoa
angalia bei ya mafuta. Mafuta ndio inabeba kiragasa. Saa hii nimetoka mguu na safiri mguu kutoka hapa nikielekea nyumbani. Sasa itakuwa ningepanda pikipiki na pesa kidogo nifike nyumbani, lakini sasa nakuomba panga serikali yako sawasawa, hadi sio sotoa waangalie. Ongea juu ya bei ya mafuta. Na mambo ya chakula pia waangalie. Na mambo ya vijana uliosema waangalie kila kitu. Asante. Asante sana. Kawa tie kubati. Mzee kwa dakika sekunde chache tu alafu turejee studio. Asante sana. Asante sana. Mimi ni mchungaji Thomas Otaro. Natoka sehemu zile za Nyamira kuja Kisii. Nilikuwa nakuja tu na shilingi 100, lakini sasa imekuwa shida. Vile wenzangu wamesema, tafadhali Mheshimiwa Samuel Ruto uangalie mafuta. Mafuta ukipunguza basi vitu vingine vyote vitakuja chini. Lakini sasa shida imeingia na kilio. Biblia sema bahali watu wanalia, basi hapo kuna shida kwa wale wanakuwa wale wanasimamia. Kwa hivyo tafadhali wananchi wasilie, na wewe ukisikiza na ahadi zote ulitoa ni saa kusema wewe utafanya kutoka chini kuelekea juu. Sasa imeonekana inaanzia juu kuja chini. Hayo tafadhali mtusaidie. Asante sana. Asante sana. Bati manaka kiwinjo no en yuak kod muodo lake county di Makisi. Manaka kiwinjo kaka jopiny wuoyo gibedo mana kwayo ker odonjre wach mar mafuta mondo mi bei kata mana pek mar ngima odog piny. Kendo en wach mapod angne wamed nyiso joneno magwa e weche manyien mabiro mbele kanyo kaluwore kod meto mar mauta makoro sani medo mana kelo medo mana nyuolo weche mopogore ka jopiny medo mana yuak ni ngima tek. Kawuok e county Makisi manaka in gi penjo aduoko kendo kuomi George Bat. Erokamanya Crispin Otieno kuom aler kowuok e county ma Kisii kotenore gi wach ma jopiny paro kata gik ma giwacho kotenore gi nengo mar mauta. Wabiro duogo kuomi bang'e pono ni nitiere lokruok kata gik moko ma bende nyalo bet